Habari za wakati huu. Leo nataka tuongelee kuhusu issue ya elimu jumuishi. Elimu jumuishi inaweza kawa sio neno geni sana masikioni mwako, hasa kwa wadau wa elimu. Elimu jumuishi ni nini sasa? Elimu jumuishi ni mfumo wa elimu unaotoa fursa kwa watu wote, kama vile watoto, vijana, wazee na watu wazima. Maana yake waweze kujiandikisha na waweze kupata elimu bila kujali changamoto zao za kijamii, changamoto zao za kiuchumi, changamoto zao za kiakili, changamoto zao za kijinsia na hata changamoto za kikabila. Maana yake ni kwamba hii ni elimu ambayo inasisitiza kila mtu aweze kupata elimu bila kujali changamoto, bila kujali matatizo yake. Na elimu jumuishi inajikita zaidi kwa watoto wenye mahitaji maalum na wale ambao wameshindwa kupata elimu kwa sababu fulani. Mfano, mtu alipata ujauzito akiwa shule, maana yake elimu jumuishi inahamasisha mtu huyo aweze kupata elimu. Mtu ameshindwa kupata elimu kwa sababu ni mlemavu wa viungo, kwa sababu haoni, kwa sababu hasikii. Kwa elimu jumuishi yenyewe ni ule mpango mkakati wa elimu ambao unataka watu hao na wao waweze kupata elimu kama wanavyopata watu wengine. Elimu jumuishi inalenga kutobagua mwanafunzi wa aina yoyote, kama ilivyoelezwa kwenye sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Imejaribu kudokeza uboreshaji wa mazingira bora kwa wanafunzi wa aina zote waweze kupata nini? Waweze kupata elimu. Elimu jumuishi lengo lake ni kujaribu kutoa ule ubaguzi, ni kujaribu kutoa zile changamoto ambazo zinapelekea watu wengine washindwe kupata nini? Washindwe kupata elimu. Na elimu jumuishi sasa imeenda mbali zaidi na kutaka wanafunzi wenye changamoto, wanafunzi wenye mahitaji maalum waweze kuchanganywa na wanafunzi wasio na mahitaji maalum. Maana yake pawepo na madarasa jumuishi. Kuanzia sasa, shule yoyote inaruhusiwa kupokea mwanafunzi ambaye ana shida ya kuona, ana shida ya kusikia, ana shida ya aina yoyote. Maana yake pawepo na madarasa mchanganyiko ambayo yanahusisha wanafunzi wa aina zote waweze kujifunza katika darasa moja bila kuwabagua na kuwatenga katika shule zao tofauti kama ilivyokuwa awali. Na ndio maana sasa elimu jumuishi imeweza kuleta mabadiliko tofauti ya mitaala, lakini pia mafunzo tofauti kwa walimu. Mfano, kwa walimu wanaochukua diploma ya walimu elimu ya msingi waliohitimu mwaka huu 2026 wamejaribu kujifunza mbinu, namna ya kuweza kudili na madarasa jumuishi, namna ya kuweza kufundisha madarasa mchanganyiko yenye wanafunzi wenye changamoto tofauti za ujifunzaji. Nitakupa historia kidogo ya elimu jumuishi, ilianzia wapi na chimbuko la elimu jumuishi nchini Tanzania. Historia kwa kifupi ya elimu jumuishi imeanza karne ya 14 na zamani ilikuwa inatolewa majumbani, maana ilikuwa ni kama elimu isiyo rasmi. Lakini kufikia miaka ya 1700 wanaharakati tofauti wakaanza kupambania watu wenye mahitaji maalum ili waweze kupata elimu. Mfano, wasioona, wasiosikia na wenye changamoto zingine zinazowapelekea wao washindwe kupata nini? Washindwe kupata elimu. Wanaharakati hawa walikuwa ni wasamaria wema, walikuwa ni wamisionari na watu ambao walitamani kuweza kuwasaidia watoto hawa wenye mahitaji maalum. Lakini ilipofikia miaka ya 1950 elimu jumuishi ilianza kutolewa rasmi, au palianza kuwepo na elimu rasmi kwa wanafunzi wenye changamoto au wanafunzi wenye mahitaji maalum. Na kuanzia miaka hii sasa, shule tofauti za wanafunzi wenye mahitaji maalum zilianza kujengwa
Mfano, zilianza shule za wanafunzi wasioona, zikaja shule za wanafunzi wenye matatizo ya kusikia, na mwisho wa siku zikajengwa shule za wanafunzi wenye matatizo ya akili. Hiyo ni historia fupi ambayo ilikuwepo kabla ya uhuru nchini Tanzania, kuanzishwa kwa elimu jumuishi. Lakini sasa chimbuko la elimu jumuishi nchini Tanzania, manake sasa tunaongelea baada ya uhuru. Manake ni kwamba chimbuko la elimu jumuishi nchini Tanzania lilianza miaka 1978 na likarasimishwa rasmi miaka 1998 na serikali sasa kupitia miaka hii. Manake lilianza 1978 lakini likasimamishwa mwaka 1998 chini ya nini sasa? Chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ikishirikiana na shirika kubwa la masuala ya elimu na utamaduni UNESCO, na wakatengeneza mkakati wa namna gani ya kuweza kuendeleza elimu hii jumuishi. Na kama sikosei, kuna shule za Dar es Salaam kwa kipindi hicho zilianza kunufaika na mikakati huyo. Lakini ukiachana na mikakati huyo, Tanzania kama Tanzania au nchi kama nchi na yenyewe imejaribu kuweka mikakati yake namna gani ya kuendeleza elimu jumuishi. Mfano, mkakati wa elimu jumuishi wa mwaka 2022 mpaka mwaka 2026, manake ni mkakati ambao unajaribu kuipa nguvu na kuendeleza elimu jumuishi. Na ndio maana sasa kuna masuala ya elimu bure, kuna masuala ya kuwaruhusu wanafunzi waliopata ujauzito waweze kurudi shule, kuna masuala ya wanafunzi anapoanza darasa la kwanza lazima malize kidato cha 4, kuna masuala ya mara waliofeli kidato cha ngapi waendelee. Yote haya ni elimu jumuishi, maana yake kuweza kuwapatia fursa wanafunzi wa aina zote waweze kupata elimu na kuweza kujifunza bila changamoto ya aina yote. Malengo ya elimu jumuishi ni yapi? Malengo ya elimu jumuishi yako tofauti. Moja, manake ni kutoa fursa kwa watu wote waweze kupata elimu, lakini pia kuondoa vikwazo vya elimu vinavyosababisha watoto washinde kwenda shule, mfano masuala ya ada, masuala ya ulemavu na masuala mengine ambayo yanawasababisha watu washinde kupata elimu. Lakini pia kujenga undugu, uzalendo na uwiano, mfano ile kuwachanganya wanafunzi wote wasome katika darasa moja. Maana yake ni kutengeneza undugu na kutengeneza upendo baina ya nani? Baina ya hao wanafunzi. Lakini kitu kingine, kutengeneza heshima na ushirikiano baina ya nani? Baina ya wanafunzi. Lakini sasa elimu jumuishi kama elimu jumuishi inapewa nguvu, au elimu jumuishi inapewa uwezo, inashawishiwa, inadhaminiwa na mashirika, inadhaminiwa na taasisi kubwa ambazo zinakuwa zinatoa michango ya fedha, zinakuwa zinatoa hamasa kwa hawa watoto. Lakini sasa elimu jumuishi kama elimu jumuishi imekuwa ikiongozwa na mikataba na sera mbalimbali ambazo nchi wanachama wa UN au nchi wanachama walioshiriki mikataba hii au nchi wanachama walioshiriki katika kutengenezaji wa sera hizi wanawajibika kwa namna moja au nyingine katika kufanya hii elimu jumuishi iweze kuendelea. Moja ya mikataba na moja ya sheria na moja ya sera ambazo zinaipa nguvu elimu jumuishi, moja wapo ni mkataba wa haki za watoto wa mwaka 1989, kuna mkutano wa Johnson Declaration wa mwaka 1990, kuna sera na mkutano wa Salamanca Declaration wa mwaka 1994, lakini pia kuna mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za watu wenye
ulemavu wa mwaka